Sasa hii ya leo inaanzia kwamba Diba akiwa na hiyo simu ya mke wake Ana, anapigiwa simu na mzee Profesa, ambapo simu hiyo anaipokea na kumweleza kwamba siku hiyo Ana ameamka akiwa hajisikii vizuri, kwa hiyo hatoweza kwenda kazini, lakini pia hatoweza kutoka. Kwa hiyo yeye kama mume wake ameona tu akae atulie apumzike. Kwa hiyo akawa amemweleza Profesa na Profesa akawa ameelewa. Then mara baada ya hapo akarudi sasa kwa Ana na kumwambia kwa Profesa amepiga simu, lakini kwa upande wa Ana yeye alipokea tofauti sana, kwa sababu alianza kumgombeza bwana Diba na kudai kwamba yeye hiyo siku ilitakiwa aende kazini. Kwa hiyo kitendo cha simu yake kushikiliwa na kuzuiwa kwenda kazini wala sio sawa kabisa, lakini kwa Diba yeye alipokea tu kama kawaida, kwa sababu alikuwa anajua anachokifanya, na akamwambia mke wangu, mimi nitakuwa hapo sebuleni, kwa hiyo wewe kama una hasira zako zikiisha, njoo sebuleni tuzungumze tena leo, na jambo la msingi sana nataka kuzungumza na wewe ili kuweza kudumisha ndoa yetu. Lakini wakati hao yakiendelea kwa upande wa Diba na Ana, upande mwingine, upande wa Frank pamoja na Bill, wao waliweza kukutana kama kawaida yao pale nje, ambapo huwa wanapenda kukaa wakipigwa na upepo. Sasa walipokutana hapo nje, walianza kupiga story mbili tatu, lakini moja ya kitu ambacho walianza kukizungumzia ilikuwa ni kitendo cha Frank kuweza kuumizwa na Maria, ambapo Frank yeye mwenyewe aliweza kukiri kwamba Maria ameweza kumuumiza kweli kweli na ameweza kucheza na hisia zake, kiasi kwamba hata akaweza kukumbukia lile tukio la ile siku ambayo ameenda kumfumania kwa mwanaume wake, na kisha akaweza kutimuliwa, kiasi kwamba akaweza kuanzisha ugomvi mzito. Lakini wakati wakiwa hapo na wenyewe wakiendelea kusimuliana, upande mwingine Bizai pamoja na Groli wenyewe waliweza pia kukutana na kuanza kuzungumza, ambapo Bizai alianza kumweleza Groli juu ya kile ambacho ameweza kukikuta kwa Bill. Hivi unajua kama siku ya jana usiku mzima Eva alilala chumbani kwa Bill? Hayo yalikuwa ni maneno ambayo Bizai alikuwa akimweleza Groli, na Groli aliweza kushangaa akistaajabu kwamba inawezekanaje hawa vijana wamebadilika sana, kuna shida gani wanashindwa kuendana na hii nyumba? Kwao wakaanza kuzungumza pale na kuona kwamba inabidi Groli aende akazungumza na watoto wake wote wawili, Frank pamoja na Bill, ili ikiwezekana Frank aachane kabisa na Maria, lakini pia kwa upande wa Bill aachane kabisa na Eva. Kwa hiyo akatoka pale ndani mkuku akaenda mpaka kwa Frank na Bill, ambapo alianza kwa kuanza kuwafokea moja kwa moja, akiwataka kwanza, alianza kumfokea Bill akimtaka aweze kuachana na mwanadada Eva ambaye ni kijakazi, na mara baada tu ya kusema hivyo akawa ni kama vile ametibua yaliyokuwa yamelala, kwa sababu pale pale pasipo kumficha wala kujiuliza mara mbili, Bill aliweza kumbwatukia pasipo kujali kama ni mama yake. Aliweza kumwambia kwamba kwa mimi kudeti na kijakazi mnaona kama ni shida sana au kama ni tabu sana kwenu, sasa subirini siku moja nije niwatambulishe ndo mumtambue kama ni mchumba wangu. Basi Glory akashangaa kwamba mchumba, inawezekanaje kwamba unamuita mchumba? Unajua maana ya mchumba wewe? Lakini Bill yeye hakujali hilo, akaweza kubwatuka neno jingine, ambapo akamwambia mama yake kwamba sasa kama unaona mimi kuwa na kijakazi ni kazi ngumu, basi wacha na wewe tusubiri hiyo siku ambayo utakuja kumtambulisha Peter, yule ambaye ni fundi garage. Basi kitendo cha kuambiwa hivyo Glory yakamshuka, akakaa kimya, akatulia akiwa ameinamisha kichwa chake, na hapo Bill akapata upenyo wa kuendelea kumsema zaidi mama yake, ambaye yeye alikuwa anaona kama kitendo cha wao kudate ama kuwa na mahusiano na wanawake ambao wana hadhi ya chini sana ni kama kitu ambacho hakifai, lakini yeye anakuwa ni kama mshangazi ama ni anamlea mwanaume ambaye hana kazi pia, ambao ni ya hadhi kubwa sana. Kwa hiyo ikawa imeweza kuishia hapo kwa upande wao. Lakini